Bwana, bado tuko soko kuu la Chief Kingalu hapa mkoani kwetu Morogoro, tukipiga story na wadau, na kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa Taifa Stars dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, mchezo ambao umepangwa kupigwa usiku wa kuamkia kesho kutwa, kwa maana siku ya tarehe 26, ingawa kwa wenzetu kule inahesabika ni tarehe 25 kutokana na utofauti wa majira na vitu kama hivyo. Lakini kuelekea katika mchezo huu, yapo mengi ambayo yanazungumzwa na wadau hawa kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Amekuepo kocha wa timu hii Hemed Suleiman Morocco, ambaye ametufanikisha tumefuzu katika michuano ya AFCON, na sasa hivi tumeingia katika ushindani wa kuwania kufuzu michuano ya kombe la dunia. Mambo vipi? Bwana poa. Wanakuita nani hapo? Hapo wananiita Waziri Magoso. Sawa bwana. Bwana vipi? Safi mzee. Wanakuita nani? Bwana wanaita Shaksi hapa. Shaksi. Bwana, tumeona Taifa Stars tumefuzu michuano ya AFCON chini ya kocha mzawa, na tunatupa karata ya kuania kufuzu michuano ya kombe la dunia chini ya kocha mzawa Hemed Suleiman Morocco. Kwanza tukianzia kwenye kikosi, umekionaje kikosi cha Stars kilichotangazwa na kocha Hemed Suleiman Morocco? Kwa upande wangu mimi kikosi sio kibaya sana, ila kitu kikubwa katika kikosi tunaenda kuwa na pengo la top striker pale juu, ambaye ukimtoa Simon Msuva anayefuata ni Mohamed Samata. Mbwana. Sasa kwa namna hii, kwa mchezaji kama yule professional akikosekana katika timu yetu, ina maana kunakuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya vibaya. Japokuwa wapo kina Selemani Mwalimu, kina Kibu Dennis, lakini sio wale watu ambao kila wakati tunategemea watatupa matokeo. Lakini yule bwana anaweza akaepo uwanjani asifunge, lakini akasababisha kitu chochote cha kwenda kuipelekea timu kupata matokeo. Bwana, kwanza mimi napingana na huyu bwana. Samata siku zote anavyokuja kuingia katika kikosi cha Taifa Stars, kwanza anawanyima uhuru wa kucheza wale wachezaji wetu wa nyumbani wa hapa, wanakosa confidence ya kucheza vizuri. Lakini anapokuwa Samata hayupo, hii timu yetu ya nyumbani inacheza vizuri, na mimi nina uhakika kupitia hii timu ya hapa sasa hivi italeta mafanikio makubwa vizuri kuliko hata akiwepo Samata. Samata anasababisha wachezaji wenzake wanakosa confidence, kwa sababu yeye tayari superstar wa juu, mishahara mikubwa, anaishi sehemu ambazo, kwa hiyo hata anapokuja kucheza sisi tunaona uchezaji wake. Anacheza kwa kujiamini sana kuliko kucheza kupata mafanikio ya timu hiyo isonge mbele. Sasa kwa yeye, kwa maono yake anaweza akasema hivyo, lakini kwa kitu kingine ukiangalia kwenye timu tunapoteza mtu muhimu sana, sababu Samata akiwepo hata timu pinzani wanaogopa. Sawa, wanaogopa kusogeza timu, wanajua kuna mtu professional kashacheza Aston Villa, Ubelgiji, sasa hivi yuko PAOK huko Ugiriki. Kwa hiyo ni mtu muhimu. Sasa sidhani yeye kwa maoni yake yeye kaona hivyo, lakini kwangu mimi yuko safi. Kitendo cha kutokuwepo Samata hapa, kitendo cha kutokuwepo Samata hapa, timu itafanya vizuri zaidi, kwa sababu wachezaji watajiamini wenyewe ili waweze kuleta matukio na kufanya nini, kutokuona kwamba asipokuwepo mtu fulani timu haiwezi kupata mafanikio. Kwa hiyo wao wenyewe timu itapata mafanikio makubwa, kwa sababu watajiamini na kutokutoa tofauti ya huyo mtu na wao. Kwa hiyo bwana, huyu nani huyu unasema wewe Samata huyu? Hamna baba, huyu anatuharibia kwanza mimi yani safari hii akuja mimi naona afadhali. Kaka, umuhimu wa kuwepo yule hamna. Umekuwa msemo huu wa mashabiki wengi wanasema Samata hajitumi. Ili kwako ni kiongozi, mimi nataka nimtolee mfano mmoja. Tulienda katika mechi 2 za kufuzu AFCON, si ndio? Alikosekana katika hizo mechi 2, lakini mwisho wa siku tukamuita mechi inayofuata ambao 2 za mwisho za kufuzu, na zote tumeona msaada wake. Japo hakufanikiwa kufunga, lakini alionyesha kuna kitu kwenye timu. Sasa anaposema hivyo, sasa tutaona mechi ni kesho. Kwa hiyo yeye anaposema hivyo tutaona, je, pale mbele kuna kitu gani? Sio mimi nasema hivi. Wadau wa soka wenyewe walipiga kelele Samata aongezwe kwenye mechi 2 za mwisho za kufuzu. Lakini kwa mwalimu yeye aliona Samata apumzike. Lakini kulingana na kelele za watu nini, alikosekana Kapombe, Mohamed, wakaongezwa wote hao watu. Kwa mimi naona ni mtazamo wake, atafanya vizuri. Samata ni mtu muhimu kwenye timu. Sijui wapi huko. Wewe ushaona unafua anafanya hivi. Kwanza nasemaje kwenye kwa majina anakuita nani? Kwa majina anaitwa Sadike KA bwana Faisali Feitoto. Feitoto. Sawa. Kikosi cha timu ya taifa tumeona nyota wengi ni vijana wadogo, hawana uzoefu mkubwa. Lakini hili limekaaje? Ili kwa upande wa kwanza ni faida kwa upande wa timu yetu na vijana wetu, kwa sababu wanapata nafasi nzuri ya kucheza na kuonekana na kupata experience katika mashindano haya.
kwa sababu kama Samata alivyoitwa hivi, kwanza nimefurahi sana kwa sababu vijana wengi watapata nafasi ya kucheza, vijana wetu watapata nafasi ya kucheza vizuri na kuonyesha kile walichokuwa nacho. Lakini vijana kwa muda mrefu wamepewa hiyo imani na hawaonyeshi kwa kiasi kikubwa. Unadhani shida ni nini hasa? Hata Samata asipokuwepo, tumeona katika michezo kadhaa ambayo hakuwepo, vijana wanashindwa kuonyesha kile ambacho labda Samata anaweza kukionyesha. Kikubwa tu yani mwalimu kuwapa ile mwalimu pamoja na wapenzi wa soka kuwapa imani na kuwapa nguvu, kwa sapoti ili madi waweze kufanya vizuri, kwa sababu naamini wale wenzetu akina Kimi akina nani wanacheza, lakini pia na Sonya pia ni binadamu na wao ni binadamu. Wanafanya mazoezi na wanafanya mazoezi, wanachokula sisi tunakula. Kwa hiyo sidhani kama tutashindwa kwa mudu wao, kwa sababu wote tunacheza mpira mmoja. Kwa sababu gani? Ndio. Kwanza saizi hayupo Samata na vijana wanataka wafanye vizuri zaidi ili na wao waweze kuonekana duniani na wapate umaarufu mkubwa katika uendeshaji wa mipira hii. Umeona? Nao pia wanataka usajili duniani huko. Hasa anapokuwepo Samata, wao wengine wanakosa nafasi, hata wakifanya vizuri inaonekana kama vile kwa sababu Samata alikuwepo. Lakini sasa hivi vijana watajitolea na watafanya kazi vizuri na wataleta mafanikio ndani ya timu yetu. Mimi langu ni hayo tu. Hawa bwana sijui Samata sijui nani, Samata yupo, ushindi mbele. Sawa. Sawa, huyo ni mdau Bwana Shaksi akizungumza kuhusiana na mchezo wa Stars dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Kwa kumalizia hapa, kocha wa Stars anapaswa kuingiaje kwenye mchezo wa kesho? Kwa mimi, kwa sababu Morocco tunaenda kucheza ni timu kubwa. Sawa, kwa lazima tuwape heshima yao. Sawa, sina maana tujilinde. Hapana, ila tucheze kwa mchezo ambao tukabe na twende tukashambulie. Sawa, kwa sababu ni mchezo ambao unahitaji kupata pointi 3. Hatusemi labda huyu utazuia upate 0-0 nyumbani ukafunga ukashinde 1-0. Kwa sababu tukipata hata alama moja itatusaidia. Lakini kikubwa tunataka alama 3. Morocco ni wachezaji ambao wanacheza Ulaya, wachezaji asilimia kubwa. Hata sisi pia ni wachezaji wetu wazuri, pia ni kujituma kwa wachezaji. Kila kitu kinawezekana. Mwalimu aingie kwa mbinu zake bora akasaidia timu ipate matokeo. Unapewa jukumu la kumshauri kocha Hemed Suleiman Morocco aanze na kikosi gani kwako? Kwa mimi kwa maoni yangu, kwa sababu mimi namwamini Hemed Morocco. Natumaini ninachowaza mimi yeye ataweza kukifanya. Hatutaenda tofauti sana. Najua ataanza na nani, Ali Salim pembeni Kapombe, 3 ataenda na bwana Mohamed Hussein, ila mfumo wake wa kusema achezeshe mabeki wawili sehemu moja, yani Pascal Msindo na Mohamed, kwangu mimi sioni kama ni mfumo mzuri ili timu ipate matokeo. Aende kawaida, tucheze kawaida kama michezo ya mwisho ambayo tuliocheza tukafuzu AFCON. Ndio kitu cha msingi. Nadhani hatutatofautiana sana pale ndani. Najua atacheza na Novatusi, nyuma hapa atacheza Hamza na bwana mdogo nani Baka. Sawa bwana. Pembeni hapa Kibu. Sawa, pale juu tusimamie tu nani bwana nani Msuva na Selemani Mwalimu. Tutapata matokeo. Mtoto Anzi. Yupo namba ngapi? Namba 10. Namba 10 yupo. Bwana, hicho ni kikosi cha mdau waziri hapa akizungumza kuhusiana na kile ambacho tumekishuhudia ama tunataraji kushuhudia kuelekea katika mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Morocco.